Ndio maana mwanadamu anapozaliwa Mungu anampa akili ya kibinadamu kabisa, ambayo inazungumzwa kwenye Mithali 3:5. Anasema zitumieni akili lakini msizitegemee. Maana yake kuna akili ambayo mwanadamu alipewa na Mungu, lakini huwa inafika mahali inagota. Ila kuna akili zisizo na mwisho ambazo tunapewa baada ya kuokoka, baada ya kuzaliwa mara ya pili. Then kuna akili tunapewa zinaitwa akili za moyoni. Ndizo zile akili ambazo Yesu alizizungumza kwenye kitabu kile cha Luka 24 mstari ule wa 45. Anasema akawafungulia akili waweze kuelewa na maandiko, ikimaanisha hizi akili tayari zilikuwa zimefunikizwa. Luka 24:45, Yesu akawafungulia akili wapate kuelewa na maandiko. Shetani anawinda sana akili. Nisikilize, shetani anawinda sana akili, anajua nini kiko ndani ya akili. Yesu, sikia hii tena, Yesu aliyetumwa na Baba yake aje ulimwenguni atukomboe sisi na kuturejesha kutoka umateka ili tuweze kuingia katika raha ya Bwana. Akakubali mateso, akapigwa mijeredi. Ngoja nikwambie, haikuwa inatumika fimbo ya kawaida, haikuwa inatumika fimbo ya Masai. Ilikuwa ni zaidi ya fimbo ya Masai. Walikuwa wamecholonga kama nyaya za umeme, halafu zimechongoka namna hii. Kwa hiyo wakimpiga, zinachoma ndani ya mwili wake, zinatoa nyama, damu inatoka. Alikubali yote haya kwa akili zake, ili awakomboe watu walioibiwa akili zao, wapate akili na waweze kurudi kwenye mifumo ya Mungu. Akaenda msalabani, akavuliwa mavazi yake yote, akakubali aibu kabisa. Na Mungu Baba yake akataka kuficha aibu ya mwanaye, akatengeneza giza, likaja masaa 4 mfululizo limetanda pale, mpaka alipokata roho, mpaka Yusufu wa Arimataya anaomba kushusha mwili, ndipo giza linaondoka. Lakini yuko kwa ajili ya kununua akili zilizoibiwa. Akakubali kwenda kaburini kabisa, akaenda kuzimu, anapokonya funguo kwa ajili ya Petro na wenzake. Cha ajabu sana, Petro akaja akaibiwa tena akili, akarudi kuvua samaki. Mungu hakumwambia akavue samaki, alimwambia utavua watu. Kwa hiyo lengo lake alisema, subirini hapa, ninaenda kuchukua funguo kuzimu. Hizi funguo sio za kwangu, ninawaletea za kwenu, zitawasaidia kwenye maisha yenu ya kawaida. Kaeni hapa. Lakini kwa sababu ibilisi anajua lango la akili na matumizi yake, akafumua akili za Petro, akawaambia wenzake, twendeni tukavue samaki. Hiyo ni Yohana 21 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 3. Akawaambia, mimi Petro ninarudi kuvua samaki. Na wale ndugu zake wakamwambia, nasi tutaenda pamoja na wewe. Ikimaanisha shetani alishafunikiza akili tena, wanawaza kurudi tena kule, wanawaza kurudi Misri. Uliwahi kusoma kitabu cha Kutoka sura ile ya 16, wakati wale ndugu wanasema hivi, ni bora tungekaa Misri, tule matango, tule vitunguu saumu, tule matikiti maji na samaki. Kwa nini? Adui anapofunikiza akili, mtu anaweza akakumbuka kitu kilichopita. Paulo anasema hivi, pamoja na mambo yote na sahau yaliyopita, jambo moja nimelijua kwa Bwana, kuyatafuta yajayo na kuachana yaliyopita, maana kwangu hayana msaada. Nimeshazaliwa kwa upya, nimefunikizwa na nguvu mpya na akili mpya. Hapa mwendo ni mbele kwa mbele. Nikikutana na Warumi, mimi na wao. Nikikutana na Mafarisayo, mimi na wao. Nikikutana na Wayunani, mimi na wao. Nikikutana na Wamang'ati, mimi na wao. Wala sisumbuki, ni Mwebrania wa Waebrania kweli kweli. Siogopi wala sina mpango wa kuasi maono ya mbinguni. Hapana, maono ninayo.